The main purpose which brought me here today is to make a communication. A communication which I think is necessary to avoid rumor mongering. Rumor mongering is usually transformed, and at the end of it, it becomes poisonous. Previously, we have talked about payroll. Payroll, which at the moment is over 50%, while the capping is supposed to be 35% of the budget. Number two, we have had corruption previously, where some people have benefited by either skipping job rules or getting unauthorized allowances. This disadvantages the other majority. For example, if somebody moves from job group D to N irregularly, and he has maybe a diploma, it disadvantages some people who have a master's and job group K. This will make the civil service not function for many years, because even who is ahead of you, and you are innocent, hardworking, na umekariwa, hiyo itasrupt operation kwa civil service. So tunataka tufanye correction, kila mtu akuwe na equal opportunity. Wanyonge watetewe. Fanya kazi na bidii. Wale wanafanya kazi na bidii we recognized. That's why from this year I'm introducing performance management system, so that the harder you work, or you produce, you are paid kiege. You are paid according to your input or output. If you put effort, you are supposed, if you put effort, you are supposed to be rewarded accordingly. And if you are a perennial absentee, you are supposed to remain behind, because that's your choice. So we want to bring up equity. Equity in the civil service. Because if we don't cure it, development will suffer forever. Because work has been the biggest resource of the county. And unless they are properly aligned, then production will be low. So kuanzia kesho, iko mabarua, wale walikuwa wamejump job rules au wamepata promotion in an irregular way, watapewa waeleze vile waliruka, kwa sababu tuko na manual ambayo inaeleza vile wafanyikazi wanafanya. Kama ikufuatwa na wewe ulibenefit, eleza kwanza. Yule alikusongeza ataeleza baadaye. So mkipata hii mabarua, tunaenda step by step.
hatufanyi kitu moja wakati moja, italeta confusion. Ukipata barua imekuwa address kwa wewe na ujibu maswali iko hapo kwa siku 5 ambayo umepewa, alafu komiti taketi angalie majibu yenu. So fairness will be done. Mwingine unaweza pata hata barua 2 kama huko na makosa aina tofauti. So treat each letter separately and answer the questions raised. We want to give you opportunity kueleza kwa nini, kwa sababu iko watu wengine wamechambu, wameenda chopu mpaka 3 mwaka mo, wengine wamesalia chopu moja. Hiyo ni haki kweli? Haiwezekani. Kwa hivyo tunataka kila mtu apate haki yake. Okay. Kila mtu apate haki yake. Na mimi vile nilisema, whether you supported me or not, that's not the issue. That's not the issue. Kwani mimi nilikuwa nataka kura zote? Nilitaka kura ya kushinda na nikakushinda. So wale wote nilishinda lazima warudi waanze kazi. Isn't it? Naelewa wengine umejikaza na school fees. Hii mambo ya recovery, because what you have gotten illegally lazima ulipe, hiyo ni serikali. Lakini tutaketi chini tukubaliane vile utalipa pole pole bila kukosa chakula ya watoto. Sasa so kwa sababu ulikuwa na hiyo mayai ya mtu umeshikwa, isn't it? You don't have to deny. Kubali, sema msamehe, isn't it? Tukurudishe where you are supposed to be. Lakini kama iko nafasi mbele hapa tutatangaza internally, if you are hard working bado utasonga. Lakini kihalali, tuko pamoja? Kihalali and a fair competition. Lakini kama unafikiria wewe ni mjeuri, ukirusha nitarusha. Nasikia? Hakuna njia nyingine. Ukirusha nitarusha. Lakini tukienda na utaratibu tutasota out maneno kwa utaratibu. Na ninafikiria mimi nitaweza sort out better kuliko anti-corruption. Anti-corruption inaangi kamba namna hii. Lakini tuende tumalize maneno, wote tutakuwa na faida. Tuketi tufanye kazi. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Asante sana. Hiyo ndio itaanza kesho na fairness will be done. Public Service Board nasikia imefika.